Okay, jamani, habari za wakati huu. Kwa majina yangu mimi naitwa Dr. Edna Malinga. Mimi ni mkurugenzi wa taasisi ya Malinga Afya Mifupa, taasisi pekee ambayo imesaidia watu kupona mifupa bila kufanya upasuaji. Lakini pia baada ya kuwasaidia watu ambao wanasumbuka na changamoto ya mifupa, ikabidi nifungue taasisi nyingine kupitia taasisi ya Malinga Afya Mifupa ambayo inaitwa Malinga Sales Academy. Malinga Sales Academy ni chuo cha mauzo, chuo ambacho kitakufundisha wewe ambaye haujawahi hata kuweza kuuza bidhaa, haujawahi kuwa na taaluma yote ya mauzo, na kufundisha kuanzia zero mpaka unakuwa unabobea kwenye mauzo. Na siku ya leo naenda kufundisha jambo moja linaitwa makosa 7 yanayokuwezesha yanayokosea wafanyabiashara wengi. Makosa 7 yanayowakosesha wafanyabiashara wengi, wateja na namna ya kuyaepuka. Hicho ni kichwa cha somo cha siku ya leo, makosa 7 ambayo yanawakosesha wafanyabiashara wengi kufanya mauzo au yanakosesha wateja ili waweze kufanya biashara. Jambo la kwanza ni weak mind, tunasema ni mtazamo usio sahihi. Kama kwenye akili yako haujaweka kwamba unaweza ukafanya mauzo makubwa au unaweza ukaingiza milioni 1 kwa siku, milioni 10 kwa siku, milioni 100 kwa mwezi, milioni 30, kama hauna hiyo mindset ni ngumu kufanikiwa. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni kushindwa kujua wateja wako ni akina nani. Kama utashindwa kujua wateja wako ni akina nani, sahau kuhusiana na kupata pesa kwenye mauzo. Kuna wateja ambao mtu anauza kila kitu. Ukienda duka lake, yeye atauza viwanja, anauza nguo, huyo anauza kitu fulani, anauza kitu fulani. Mtu huyo mmoja. Sasa kama utastiki kwenye kitu kimoja na ukajua wateja wako ni kina nani, wanapatikana wapi, wanahitaji nini na nawapataje, ni ngumu kuweza kufanya mauzo. Hilo ni kosa la pili. Lakini kosa la tatu ni kuuza bidhaa au huduma badala ya kuuza faida. Watu wengi anauza bidhaa, hauzi faida. Ukitaka kufanya mauzo makubwa, uza faida ya bidhaa zako. Kwa mfano, unauza bidhaa labda, tuseme nichukulie mfano taasisi ya Malinga Afya Mifupa, tuna bidhaa za mifupa. Sasa kuna bidhaa zetu ambazo zina features mbalimbali. Imetengenezwa na madini ya calcium, madini ya zinki, madini ya kila madini ambayo inahitajika kutengeneza mifupa yako. Yipo kwenye nini? Kwenye bidhaa zetu. Lakini ukitaja features za bidhaa zako au ukataja bidhaa zako imetengenezwa na kitu gani, watu hawanunui. Watu wanataka matokeo. Watu wanataka faida. Je, nikitumia bidhaa yako hiyo ya Malinga Afya Mifupa nitapata faida gani? Ndio kama hivyo. Itakusaidia kuongeza uteute, itakusaidia kuondoa maumivu makali ambayo unapitia, itakuondolea maumivu ya mgongo, maumivu ya kiuno. Hiyo ndio faida. Ninatakiwa uuze faida kwa wateja wako. Usiuze bidhaa au usiuze features. Hilo ni jambo lingine ambalo watu wengi wanakuwa wanakosea, wanauza bidhaa, huduma badala ya kuuza faida. Uza faida. Utaweza kufanyaje? Utaweza kupata pesa kwenye bidhaa yako ambayo unaiuza. Lakini pia makosa mengine ambayo unafanya wewe, umeshindwa kujenga kuaminika. Unashindwa kuaminika. Watu wananunua kwa watu ambao wanawaamini. Watu wananunua kwa watu ambao wanawapenda. Wewe kama watu wako hawajakuamini, watu wako hawajakupenda, hawawezi kununua bidhaa zako. Sasa nakupa njia rahisi ya kuweza kuaminika kwa wateja wako. Jambo la kwanza ni kutoa value. Fundisha. Ndio maana kama unafanya biashara yote inabidi ujue kwa kina hiyo bidhaa unayoifanya, ujue kwa kina, utoe value na makosa na vitu ambavyo unafundisha kwenye grupu. Fundisha suluhisho, usifundishe features za bidhaa zako. Fundisha suluhisho. Mtu akitumia bidhaa hii, atafanya kitu fulani, atapata kitu fulani. Au kutumia bidhaa yetu utaweza kupunguza uzito wa kilo 5 ndani ya siku 2 au ndani ya siku 10. Unafundisha value. Kwa hiyo ukifundisha value kwenye grupu lako kwa muda, watu watakuamini, watu watakupenda na watu watanunua bidhaa yako. Hiyo ni kosa ambalo watu wengi wanafanya. Wanashindwa kuaminika, then wanashindwa kuuza unaweza kuuza bidhaa zako kwa nani? Kwa wateja wako.
Lakini kosa lingine ambalo nalifanya wewe, unaweka bei sio sahihi. Hapa kwenye bei tuelewani. Sijasema upunguze bei. Au labda unajua kabisa hii kalamu inauzwa shilingi 200, kuna 500, kuna hadi 1000 hadi 2000 kalamu inauza. Wewe unaweza ukauza bei kubwa. Ukiweka bei kubwa kwenye nani yako, ujue kuna watu watashindwa afford hiyo bei ambayo unaweka. Lakini pia, je, thamani ambayo wanaipata wateja wako na bei ulioweka inaendana? Kama thamani ni kubwa, bei ikiwa kubwa, watu watanunua. Kama bei ni kubwa, thamani ya kitu unachokiuza ni ndogo, watu hawatanunua. Kwa hiyo weka bei sahihi kwenye bidhaa yako, lakini pia toa thamani kubwa kwenye hiyo bidhaa ambayo unaitoa. Hiyo ni jambo la ngapi? Hiyo ni jambo la 5. Lakini jambo la 6 ni unakata tamaa. Yaani unakata tamaa mapema, ndio maana watu wanashindwa kununua au wauzie wateja wako. Wewe leo ukiwa unauza kitu, ukikutana na hapa, hiyo kitu kibaya, haifanyi kazi, si nini. Ukikutana na mtu wa kwanza kwambia hivyo, mtu wa pili anakasha tamaa, mtu wa tatu unaona hii biashara siwezi, unahama unaenda kufanya biashara nyingine. Ukifika huko nako ni hivyo hivyo. Watu wanaokata tamaa mapema ni watu ambao hawawezi kufanikiwa kwenye biashara. Sasa unaweza ukaongea na watu 10 na hamna hata mmoja aliyenunua. Au unaweza ukafungua biashara leo, ukakaa mwezi mmoja, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, hakuna hata mteja mmoja aliyenunua. Kwa hiyo tunajifunza nini? Hapana moja inakuletea ndio. Hapana 10 itakuletea ndio kesho kutwa. Kwa hiyo cha kufanya, wewe endelea kutoa value, endelea kufundisha, watu watakuamini, watu watakupenda, watanunua. Usiwe mtu kukata tamaa mapema. Lakini jambo la mwisho na la muhimu, hauwaonyeshi watakachokosa wasiponunua bidhaa kwako. Yaani hauwaonyeshi watakosa nini. Kwa mfano, taasisi yetu ya Malinga Afya Mifupa, sisi tunauza bidhaa za mifupa. Sasa mtu asiponunua kwetu, cha kwanza, usiponunua utapoteza pesa nyingi mtandaoni kujaribu kila aina ya bidhaa na usipate matokeo. Hilo ni cha kwanza. Jambo la pili, utabaki na maumivu yako daima ambayo yatakuwa na kutesa na utashindwa kufanya shughuli zako za kawaida. Laiti ungenunua bidhaa kutoka kwetu, maumivu yangekuwa yameshaondoka na ungepona. Umeona? Lakini jambo jingine ambalo yaani usiponunua bidhaa kwetu utapata ni kwamba kuna watu wataenda kufanya upasuaji na utapata ulemavu wa kudumu. Kwa ni vema ukafanya maamuzi ya kuchukua bidhaa zako za mifupa, ukajitibia na ukarudi kwenye shughuli zako na ukajiepusha na vitu vingi. Kwa hiyo, waeleze wateja wako ni nini wanakosa wasiponunua bidhaa yako. Haya ndiyo makosa 7 yanayowakosea wafanyabiashara wengi wateja na namna ya kuepuka. Kwa hiyo, ukizingatia hizi hapa, utauza sana kwa wateja wako na utatengeneza faida kubwa. Endelea kunifuatilia kwenye peji yangu ya Malinga Sales Academy Facebook ili uweze kujifunza masomo mengi na mengi kama haya, lakini pia fuatilia peji yangu ya YouTube channel Edna Malinga au Malinga Afya Mifupa kuona mafunzo kama haya ili uwe muuzaji bora wa kutokea. Asante.